Mazee anaanza kunisukuma. Unaona ile ananisukuma yani ya lazima. Na sasa nimevaa heels. Ai, nashindwa mbona ananisukuma. Watu wakaambua sasa you need to surround her. I'm filled with demons. Na vile city lighters wakiendanga kutoa sadaka unanandanga ndio lede manaka vizuri. Sasa si nini hivi juzi tu. So sasa hii umeanza kuona wako sawa. Wako sawa. Hii episode ni ya Bwana Yesu asifiwe, watu wangu wa The Duo. It's fake. Yaani wakati namleta Mungu kwenye episode nasema ni fake, inaji yangu ni fake. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa The Duo. Amen. Wewe hebu twende halo yako. Piga halo. Halo nafanyanga nini? Hi no, guys. This is for you by the this way. This is for me. This okay. is for you. This Safi. Is your area. Jamani, sasa mimi niko na raha kwa sababu hii episode inakwenda kutufunza vitu vingi sana. Manake mimi nimekuwa na ndoto yangu, amekuwa na ndoto yake ya kuwa na mali katika taaluma zetu lingo mbalimbali, lakini kuna kipengee kimoja ambacho watu hawajui kwamba kimetushikilia sisi wawili. Na najua labda pia wewe, na hiki ni kipengee cha kiroho, ule utaua, ule uungu. Sasa leo tunataka tuweke paruanja wazi kabisa safari yake pacha wangu ya kiungu, spiritual journey na spiritual journey ya Lofty Matambo. Lakini kwanza kabisa, acha kila kitu, hata Biblia weka kwenye meza, subscribe. Sawa. Hata madhabahuni kwenyewe unaambiwa usiende kitupu, usiende mikono mitupu, au sio? Lazima subscribe ili tupate sadaka hapa na sisi tupeleke wapi? Kanisani. Naam. Imenikumbusha ukifanya radio. Nikifanya radio. Huisho. Yaani mpaka hata nimekuangalia tu for like 2 minutes I'm just looking at you Nico like I miss you on radio. Kwa hivyo leo tunanyakua baraka nyaku. Na mtoto wa nani? Mtoto wa mfalme Lofty Matambo. On a serious note, Lofty, watu wengi sana wameokoka. Waliokoka kwa sababu ya wewe ukiwa kwenye radio. Kweli. Nation FM, what are you doing? You need to have this guy back on radio. Nipo jemeni, tuanze kipindi cha mahubiri. I know. Tuhuishe watu, tuwatie moyo. He's actually a pastor, he preaches. Hivi karibuni tutafungua kanisa pamoja. But nilisema mimi nitakuwa treasurer. Mama mchungaji. Hey. That's how they call me. Au sio? Yeah. So usha subscribe, like, share, comment, weka pale. Iko sawa, wigi iko sawa. Ni wig ama ni weave? Ni wig. Ni wig. Sijui hizo tofauti, mtanisamehe. I feel like it's falling. Iko sawa. So ama ni upako. Ni upako umeshuka. Receive. Woman of God. Umekumbuka Benali? Benali is our director. So there's a time Lofty and I na Benali tulienda kwa St. P kupika ugali. Ukachoma ugali akaanza kuambia receive. Anyway, inside joke. Sasa. Man of God. Man of God, woman of God. Kwa hivyo tunataka kujua safari imekuwa namna gani. Kwa hivyo tutaanza na kichunaanza wewe. No, you start. Because I feel Lofty, you're a very good storyteller. By the way, sijui kusema story. Unajua, ni vile wewe hujui kama unajua. We ngoja. Uliokokaje? Mi kwanza kabisa, nilizaliwa katika nyumba ambayo nilidhania ni ya Ukristo, lakini kumbe ulikuwa sivyo. Ni ya wachawi? Si ya wachawi, lakini babangu kwanza alikuwa mlevi wa pombe ya mnazi, chakari. Alikuwa akitoka, no wonder what? No wonder you behave the way you behave. How am I behaving? I'll tell guys, Hata kunambia na kama mlevi. Babangu alikuwa mlevi. Kwa hivyo alikuwa yafanya kazi Mombasa, anakuja nyumbani weekend. Sasa akija Ijumaa ni kuja pale atusalimie, aache mzigo wake. Alikuwa mzigo wake akija lazima kuna nyama na kuna matumbo. Matumbo 1 na nyama ya mbuzi ya ng'ombe pia 1. Mzigo ukifika tu pale, anaenda kwa Kamnyeso. Anaenda Mangweni, Kamnyesoni. Atapiga mtindi paka kama saa 9 arudi. Jumamosi amke na maruerue. Akaekae maruerue akitoka anaenda kutoa lock tena. Jumapili, Jumatatu ndo anarauka. Saa 9 shamwamsha mama atayarishwe arudi kazini. Alikuwa anafanya na Municipal Council of Mombasa. Na wakati kipindi hicho naye mama ndo akibaki nasi Jumapili anatupeleka tuenda kanisani. Sasa ikaendelea hivyo, lakini sasa alikuwa anatupeleka kanisani mama, lakini baba hataki. Nyinyi mwende kanisani? Hataki tuende kanisani. Okay. Unaona, kwa hivyo atakuja pale akisikia tu watu wameenda kanisani, hata ilikuwa tunaondoka kama amelala sababu ni mlevi. Akiamka lazima muwe mmerudi mmempikia, kama hampo inakuwa ni vita.
Okay, is that the reason why upendi pombe? Kuna sababu, nafikiri ni sababu moja wapo kwa nini nilichukia pombe. Maanake sikuona ikifanya vizuri katika familia yetu. Sasa ilikuwa pia tuseme amekuja ghafla, tuseme tumefunga shule, alafu aje Ijumaa, unajua kuna ile mnaenda kanisani, mnafundishwa labda vifungu vya kukariri, michezo ya kuigiza ya Yesu. Anaweza kutuma hata watu waje watuite kanisani, anasema mnapoteza muda, kujini mpeleke mbuzi wakalishe huko. Mnatolewa church? Kabisa. So ilikuwa ni roho mkononi. So huo wakati wote mamangu alikuwa, baadaye alikuja kutuambia kwamba alikuwa ni Mkristo. Sasa yeye alikuja kutuambia, alikuja kufunzwa tofauti ya Mkristo na mtu aliyeokoka ni tofauti. Akatuambia kwamba Mkristo ni mtu ambaye anaenda kanisani kwa sababu amezaliwa labda katika nyumba ya ambayo inaenda kanisani. Kwa hivyo ni Wakristo lakini hajaokoka. Lakini aliyeokoka, she is saved, amekiri, akaombewa sala ya toba, akabatizwa, Yesu ni Bwana. Alikuja. Sasa hii tofauti alitupatia mwaka 1993. Na hiyo time ulikuwa class 7? Class 3. Class 3. 93. When I was being born? Yes. You are old. So mimi nikizaliwa wewe ndio class 3. Yeah. Oh my goodness. So darasa la 3 babu yangu akafariki. Babu yangu alifariki, alikuwa, mamangu kwao ni Tana River. Sasa akaenda kule. Alipofika, familia ya mamangu ilikuwa ni familia ongofu ambayo imeokoka, ni wale wa kuongea kwa ndimi. So alipofika kule wakawa sasa watu wanaomba, ile wanasema tumefiliwa lakini Mungu atufariji nini. Mamangu yeye alipoingia akaingia, endete karemino baba izefa. Ni mazishi. Sasa amefiliwa. Sasa vile alivyoingia ni ushuhuda alitupatia baadaye. Wale ndugu zake, mamake wakanoti tayari kwamba huyu si wetu. Wakasema amelia kama mdunia. Au wanasema wamefarijika. They have accepted. Wametulia. So ni kufarijiana, kusoma Biblia, vyote vimetoka kwa Bwana, vitarudi kwa Bwana. Lakini mama yake akaingia na kwanza wagiria mwanalia. Alafu akiona chakula ndo anazidisha. Wananyamaza, wanakula kwanza. So hapo ndo wokovu wake uliingia. So baada ya mazishi ya babake, sasa wakafanya ufariji. Pale ufarijini akahubiriwa, akafanya ndo akaulizwa, ndo akaangaliwa, akasema anaenda kanisani kweli lakini hajamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na sasa wewe uliokoka lini Loft? Nimeanza kwa mama, umeanza mbali. Sasa ndo nakwambia, sasa mamangu alipookoka kule kwa babake, akarudi nyumbani akatupa ushuhuda. Ndio sasa akatuambia, sasa watoto wangu, kumbe nyinyi wote hata hamwendi mbinguni, mnaenda motoni. Nyinyi ni Wakristo tu lakini hamjaokoka, mnaenda motoni. Sasa katika hiyo harakati mimi kwa sababu nilikuwa bado mtoto, sikutilia manani, nikaendelea, imagine mpaka nikafika class 7. Class 7 pale nyumbani pia kwa kumekufa tena baba mdogo. Sasa pale ndo akaambiwa, sasa anayetaka kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake aje hapa mbele. Baba mdogo alikuwa anaitwa Mzee Kashoro. Basi mimi nikajitolea. But did you understand? Sikuwa naelewa, nilikuwa bado mtoto, yani kiukweli hata watoto wenzangu walinicheka. Sasa nikaenda pale nikanyosha mikono, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naja kwako. Nifute jina langu kwenye kitabu cha waovu. Na uliandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka, naenda mbinguni. Basi kutoka hapo vitoto vikaanza kunicheka, huyo ameokoka huyo. Vinanifukuza huyo. Ameokoka Loft. Niko umefanya kitu mbaya. Nikaenda sasa nikamwambia mama, kwani nimefanya kitu kibaya mami? Akasema hapana. Nikaenda kwa mwalimu wangu wa Sunday school, alikuwa anaitwa Mary Ngala. Mary Ngala na Lazaro Nzemba. Nikamwambia mbona watoto wananicheka, wanasema mimi nimeokoka. Na imagine vile ulikuwa kashoti. Wazee ameokoka. So lakini sasa wakanitia moyo. Na immediately hapo sasa nikaambiwa mtu anayeokoka anafaa kufunga na kuomba. Na sio uko mdogo. Nikaanza kufunga. Sasa kila Ijumaa nilikuwa nafunga. Sasa siku moja nikawa naenda shule na nimefunga. Sasa kurudi jioni
Ile tunatembea na wenzangu nini mazee nikasahau. Hasa ilikuwa kufungua hiyo Ijumaa lazima niende kanisani. Nikafungue huko ndo nirudi nyumbani. Sasa nije ni kama nikula kupeleka hasa mimi bahati mbaya njiani mimi kaona matunda bana. Nikanyafua hivi nikala bila kujua ile akili haiko pale. Yaani nililia wewe. Yaani nililia nasema nimemkosea Mungu maana alikuwa tumeambiwa ukifunga usionje kitu mpaka utakapofungua. Okay, it takes me back to Shakahola. But anyway. No, yeah. Somehow, because now you understand. So kuna ile ukifunzwa, ikizidishwa sana inaweza kuwa kama radicalization. Lakini sasa ile kama nimeambiwa asubuhi, lakini ilikuwa tunaambiwa so baada ya kula matunda, yani ni kama tu vile Adam, after aonje tu tunda hivi. Sasa mimi nilipo nani matunda yale mwitutu. Nani hao tunda ya mwituni yale tu. Wananiita Adam lakini si tunda la kati. Mimi ilikuwa tu tunda la mwituni. Sasa nikaenda nikalia. So safari yangu ya wokovu ilianzia pale. Kutoka pale dia sikuwahi kuacha kufunga kila Ijumaa mpaka nikafanya mtihani wangu wa class 8. Nikaenda form 1, form 2, form 3 mpaka form 4. Lakini what happened? You don't fast. I do fast. Mimi sasa Friday vile unakulanga chakula hapo. Sasa wacha nikwambie nilichofunzwa sasa wakati sasa tukapelekwa katika mafunzo. Mimi ni Methodist kule nyumbani. So Methodist kuna kitu inaitwa klasi ya ubatizo. Huko kwenu inaitwaje? Iko na jina la Kiingereza. Discipleship? Catechism nafikiri. Oh yeah, catechism yeah. So klasi ya ubatizo unafunzwa Mkristo anafaa kufanya nini. So sisi tulifunzwa ukifunga mtu yoyote hafai kujua. Watu wakaambua sasa you need to surround her. I'm filled with demons. And that time there's a boy I like. Kwa hiyo camp. Si nilikuwa nimeenda camp juu ya yeye. Mimi there's a boy like kwanza yeye ndo amebeba hiyo mafuta. Huyo boy. So mimi nasukumwa wakaanza kusema watu wakaanza kuspeak in tongues. I'm filled with demons. So you know me, I'm telling the pastor, me sina demons, but you're pushing me. That is the demon speaking, the demon speaking. And to be honest, I went home. So hujawahi kuanguka wewe kwa mimi sijawahi. Na I don't know watu sikiaje. Wewe umeshaanguka? Nafikiri nishaanguka mara moja, lakini kuna siku nilipia nilisukumwa nikiwa college na nikadinda. Kwa sababu niliona pia alikuwa ananisukuma kwa nguvu kabisa. Yeah, I don't know why. So ilibidi hata niregeshe mguu mmoja nyuma maana yake ilikuwa naona hapa yani it's not about the Holy Spirit. Yeah, ilikuwa ni nguvu kidogo. So nafikiri kuna wale ambao wanatumia nguvu. But of which for me I don't understand why. And to be honest, I went back home with questions. Alafu unajua narudi nyumbani to parents who have grown in AIC. Hawajui tongues, hawajui mambo ya kuanguka. So I think hata mimi pia in a way nilichoma because now my dad was like utaenda hizo vitu tena. Juu sasa kama imekuwa ni kusukumwa. And you know actually that guy hakuwahi nikatia because I was not spiritual. Na pia ulikuwa na mapepo. Si pastor alisema una mapepo. So nani anapenda kudate chali ya demu wa mapepo? Kwa hivyo sidhani kama alichukulia seriously. Kwa hivyo usha date
ushadate chali wa kanisa moja na wewe? Nishai date chali wa kanisa moja na no, nishaipenda. That Ushaipenda? guy, yeah. Na baada ya hapo uko mbele? No. Imagine this date chali wa church. Kwa nini? Kwa sababu this is now the information I'm getting lately. Wewe ni kama umetumwa. Kama unajua tu true story. Sasa umeanza kujishuku. No, so lately I'm being told I intimidate men. Do you think I do? Ukiwa kanisani? Ati I dress up, I smell so good. So nafanya brothers in the church, they cannot. And I'm like, but now the irony is, I'm actually a very good friend to pastors. My reverends, my bishops, they're my good friends. Mbona naangalia hivyo? Kwa sababu hiyo part naijua. Mapasta wengi sana wanakupenda, wanavutiwa na wewe. Yani hata wanatamani wangekuwa na nafasi, wangekuwa wakialikwa kwenda kuhubiri, wanaenda na wewe kama mama mchungaji. Hata walikwambia hivyo? Nani na mimi navyowaona. So sijui unaleta nini karibu nao, wanahisi kwamba labda unawasupport. Hata ungekuwa na uwezo labda ungewasaidia ku research, ku prepare for the sermon pengine. Actually, I always knew I'd be a pastor. A pastor or a pastor's wife? A pastor. A pastor. And then at some point I was like, I actually don't mind getting married to a pastor. Because I think nimewaelewa. I understand them. Yeah. Some of them, sijui. So mimi nimeogopa sana kudate wasichana wa kanisani. Mpaka nimekuja kukaa baadaye nikaona huko nyuma labda nilipoteza nafasi nyingi za kupata mabinti ambao labda wangenifaa kwa sababu sikuwa nataka tu. No wonder you're single. Nilikuwa naona. You see why you're wasting time? Who told you I'm single? I know. Za ndani shehe. Hey, what is happening? Za ndani. Look at me. Are you glowing? Are you seeing someone? I'm glowing. Are you happy? Like, kwanza siku hizi uko na tunguo mpya. Is she doing something? Nazi-unleash kwa the duo. So why do you fear dating girls from church? Nilikuwa nafikira ni dhambi. Kiukweli kabisa nilikuwa nafikira ni makosa. So olewe na nani? Sasa ndo nilipokuja kukomaa nikawa mtu mzima. Paulo hata alisema nilikuwa mtoto nafikiria kama mtoto, sasa ninakomaa nafikiria kama mtu mzima. Sasa nikaja baadaye kuja kugundua kwamba hawa wasichana si wabaya na kudate msichana wa kanisani si vibaya. Lakini shida ni pia kitu ambacho kilinifanya labda nikachukia, nilikuwa nashuhudia baadhi ya vijana ambao wanadate wasichana wa kanisani wanawachezea. Kwanza vijana wa praise and worship. Pale watu instrumentalist. Yeah. So anadate huyu anaachwa. So unapata mara nilikuwa nashuhudia vita kati ya wasichana wawili wanapigania kijana mmoja. Ama pia wanapigania bishop. Ile sikupenda. Pengine bishop ni kijana, unapata wasichana wawili wote wanamtaka. So nikaona dating in church inaweza haribu ministry. So nikasema let me serve. Nimekuwa youth leader kwa muda mrefu sana. So you never dated? Never. You never liked a girl in church? Yani kuna binti mmoja wawili walikuwa navutiwa nao kabisa mpaka naona lakini sasa nakata kabisa ile. Na vile city lighters wakiendanga kutoa sadaka unaniambianga ndio lede manaka vizuri. Sasa si nini hivi juzi tu. So sasa hivi umeanza kuona wako sawa? Wako sawa. Sijasema ni wabaya. Lakini sijasema niko tayari kuchukua hatua. Lakini city lighters zina wasichana wazuri. Sana. Pastor George sana. Unawalea vizuri. Vizuri sana. Na huyu Pastor George mimi naona ni kama ako na agenda. Pastor utanisamee. Kwa nini? Kwani unalazimisha wakitoa sadaka wapite wote kule? By the way guys, you need to see Lofty time you're offering. I think that's the reason why unakanga mbele na mimi. Hapana. It is true. Because mademu akitoa sadaka unaonanga tu ananiambia dia like unamwanaje? Ati madada wamebarikiwa jamani. Sura ya kila akaunti kutujulisha tamaduni.